kunipa fursa hii ili kwamba niweze kunena Jumapili ya leo kwa ibada yetu ya kwanza, na ninajua kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu kitakuwa cha msaada kwenu nyinyi. Bwana asifiwe. Na ninajua tutaweza kusaidika, na ninajua kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hatutakuwa jinsi tulivyoingia mahali hapa. Bwana asifiwe. So today God has deposited in my heart something, and my topic today is, why has your countenance fallen? Why has your countenance fallen? Our reading will come from the book of Genesis chapter number 4, starting from the beginning to number 6. Then we'll also look at 1 Samuel chapter number 1, verse 1 to 10 later as we continue. Why has your countenance fallen? Genesis chapter number 4. Biblia yangu inasema kwamba Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord I have brought forth a man." Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel also brought an offering, first portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Bwana asifiwe. Versions zingine zinasema and version nyingine NKJV inasema, "Why has your countenance fallen?" Bwana asifiwe. And his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? Why has your countenance fallen? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Bwana asifiwe. Father, I thank you. I honor you this morning. I worship you, King of glory. You're worthy to be glorified. You're worthy to be exalted. You're worthy to be lifted high, Almighty. We thank you, Lord, for this time. We welcome you at this particular time, Lord, even as we are going to hear your word. Father, I pray that may I decrease for you to increase. Let me speak a word that comes from you. Father, I thank you because I know you are going to use me at this particular time. We give you all the glory and we give you all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Why has your countenance fallen? Bwana asifiwe. Hapa kulikuwa na vijana wawili ambao ni mandugu. Bwana asifiwe. They were blood brothers. One parent, one father, one mother. Bwana asifiwe. But these two people had different things they were doing. Bwana asifiwe. One was rearing flock, another one was farming. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia ya kwamba wakati ulifika wa kumtolea Mungu sadaka. Na inaendelea kutuambia ya kwamba Cain alichukua tu sadaka yake ya kawaida. Bwana asifiwe. Wacha niseme tu ni ya kawaida.
Bwana asifiwe. Akapeleka kanisani kama vile sisi huwa tunafanya. Bwana asifiwe. Sadaka ya kawaida, praise the Lord, akapeleka kumtolea Mungu. Na Biblia inasema kwamba Abel akaleta the first fruit. Bwana asifiwe. And the healthier one, yule mnyama ambaye ni mnono, the first fruit na ni mnono. Bwana asifiwe. Alipomtolea Bwana, Biblia inasema kwamba Bwana akafurahia sadaka ya Abeli. Bwana asifiwe. Lakini Kaini alipoona vile, akakwazika ndani ya moyo wake. Praise the Lord. Why has your countenance fallen? Bwana asifiwe. Wakati kitu kinatendeka, huwa kinaanzia ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Kinaanzia ndani ya roho ya mtu. Praise the Lord. Halafu kishamalizana na roho, ndiposa unaona expression. Bwana asifiwe. Unaona expression. Ushawahi kutana na mtu, unaona uso wake umekunjamana. Bwana asifiwe. Unaona uso wake amekasirika. Kuna kitu ambacho kinasumbua yule mtu. Bwana asifiwe. Lakini hajakisema. Praise the Lord. Hivi ndivyo Kaini alikuwa. Yeye alikuwa amekasirika. Bwana asifiwe. Alikuwa amekasirika kwa sababu gani? Alikuwa amekasirika kwa sababu Mungu alipenda sadaka ya Abeli more than his. Praise the Lord. So I will say this. A fallen countenance is an expression of bitterness, disappointment, anger, guilty that is happening inside someone. Bwana asifiwe. It is an expression of bitterness, disappointment, anger, guilt that is happening inside somebody. Bwana asifiwe. Mimi nime-experience a fallen countenance mara mingi. Hapa kanisani, kule nje, nyumbani, mara mingi. Unapata mtu anafanya actions bila kukuambia. Bwana asifiwe. Mtu anakuja kanisani anakuazika, lakini hasemi. Praise the Lord. Unampata tu hayuko. Bwana asifiwe. Ama mtu anakukwaza, anaongea kitu kinakuharibikia ama kinakukwaza. Bwana asifiwe. Alafu wewe, the reaction that you take is going out of the church and you go. Bwana asifiwe. That is not what God wants. Sin is approaching. Bwana asifiwe. Kaini aliambiwa na Mungu, why has your countenance fallen? I see sin approaching. Bwana asifiwe. Lakini aliambiwa ukishughulikia kuna uwezekano haitafanyika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, do we have fallen countenance among us? Ama sisi, do we experience a fallen countenance? Bwana asifiwe. It is an expression of bitterness, disappointment, anger, guilt that is happening inside someone. And a lot of things usually get affected when you experience a fallen countenance. Bwana asifiwe. Ile hasira mtu huwa anakuwa nayo. Biblia inasema kwamba out of the heart comes out the issues of life. Bwana asifiwe. Kinaanza ndani ya roho ya mtu. Ni wewe utakubali kitu kikufikie kwa roho yako ama ukikatie kikiwa bado hakijafika. Bwana asifiwe. Ni nini hicho unakubali kikuingie katika moyo wako? Bwana asifiwe. Ni kitu mtu atasema alafu ukubaliane nayo. Bwana asifiwe. Ni kitu mtu ataongea alafu wewe ukubaliane nacho. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi, watu wameongea mambo na hao wanakubaliana nayo. Bwana asifiwe. But it is not our portion in Jesus name. Praise the Lord. Tusikubali mambo yatuingie katika mioyo yetu wapendwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu moyo ukishakasirika, moyo wa mwanadamu ukishakasirika na kubeba mawazo ama kubeba maneno ndani yake, kila kitu ambacho kinahusika na huyo mtu kinaharibika. Bwana asifiwe. So when you have a fallen countenance, you will affect your prayer life. That is number one. Bwana asifiwe. You will affect your prayer life.
mtu wa kuomba, alafu ukasirike ndani ya moyo wako, utashindwa na kuomba. Bwana asifiwe. Hautaweza kuomba wapendwa, hautaweza kujihusisha na wenzako katika maombi, hautakumbuka hata kujiombea wewe mwenyewe. Bwana asifiwe, kwa sababu moyo wako umegandamizwa, moyo wako umekasirika, umejipata mahali ambapo hata kuomba peke yake haukubaliani nayo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. When you have a fallen countenance, it will affect your prayer life. Bwana asifiwe. Even it will affect you coming to church and going out of the church. Bwana asifiwe. It will affect you greatly. Praise the Lord. Kwa hivyo wapendwa, ukiwa na moyo ambao umekasirika, ama uko na moyo ambao mtu amekukwaza, ama wewe unahisi ya kwamba hauko sawa, umekasirikia mtu, umekasirikia mzazi wako, umekasirikia mume wako, umekasirikia mke wako, everything is affected around you. Bwana asifiwe. Mambo hayataenda vile inastahili wapendwa. Bwana asifiwe. Tujaribu jinsi tupendavyo, tuhakikishe mioyo yetu iko salama. Bwana asifiwe. Kwa sababu unapokwazika, mambo mengi yanabadilika katika environment yako. Hapo ndipo mtu akikupigia simu hata haushiki. Bwana asifiwe. Mzazi wako anakupigia simu haushiki. Ndugu yako anakupigia simu haushiki. Wewe umekasirika. Kuna uwezekano hata Cain hakujua brother yake amemkasirikia. Bwana asifiwe. Lakini the brother alikasirika na akawa anampangia maovu, lakini yeye mwenyewe hakujua. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo ukiwa na moyo ambao umekwazika na mwenzako hajui, mambo ambayo shetani anacapitalize on that particular heart, it is very bad. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, to guard our hearts today. Bwana asifiwe. Your entire life will be affected. Hautakuwa unafanya mambo kulingana na vile Mungu anataka na kulingana na vile unastahili kufanya wapendwa. Bwana asifiwe. God has created all of us to serve him. Bwana asifiwe. Sio mchungaji peke yake ameitwa kuserve Mungu. Bwana asifiwe. Sio pastor peke yake ama prophet ama apostle ameitwa kumtumikia Bwana. Kila mmoja wetu aliumbwa kwa sababu ya kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. And each one of us has a mandate in the house of the Lord. Bwana asifiwe. Sisi sote hapa tuko na kazi ya kufanya katika nyumba ya Bwana na katika mwili wa Kristo wapendwa. Bwana asifiwe. Tusije tukasema kwamba mimi sijui cha kufanya. Hapana. There is something God created you to do in this life, and that's why you are still alive today. Bwana asifiwe. Kuna kitu Mungu anataka umfanyie, lakini hauwezi ukafanya hicho kitu kama moyo wako umekasirika, ama moyo wako umekwazika, moyo wako yani wewe umekasirikia mume wako, umekasirikia mke wako, umekasirikia watoto wako, wazazi wako hamuongei. Ushawaipata mtu anatembea lakini wazazi wake hawaongeleshani. Bwana asifiwe. Na ni wazazi ambao walimpa uhai wa siku hii ya leo, walifanya akaishi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama hawangeamua hangepatikana. Praise the Lord. Mzazi wako akiwa ni mzazi ambaye alikuleta katika dunia hii, hata akuwe ni mtu wa aina gani, ni mzazi wako. Bwana asifiwe. Unapata mtu amekasirikia mpaka mama yake, amekasirikia majirani, amekasirikia wapendwa kanisani na haongei. Bwana asifiwe. Hapo ndipo shetani anasimama na kusema huyu kwa sababu uko hivi, wacha nimtumie kuharibu kanisa nzima. Bwana asifiwe. And that is not our portion in Jesus name. Praise the Lord. Fallen countenance affects the flow of things, affects the relationships, family and ministry. Bwana asifiwe. In affect ministry, in affect familia, in affect the flow of things. Mambo unapata tu mtu hata hiyo siku haendi kazi.
Bwana asifiwe. Kwa sababu amekasirika ndani ya moyo wake. Na wapendwa, mtu akikasirika huwa inaonekana. Bwana asifiwe. It starts from the heart. Ushawahi pata mtu ni mzuri, yani anaonekana anarembeka, anaonekana yuko smart, lakini kitu kikibadilika katika huyo mtu utajua. Bwana asifiwe. Utajua kama ni mimi, utajua mama, leo wewe haukuangi hivi. Bwana asifiwe. Ukikuja tu hapo utajua wewe leo mama haukuangi hivi. This is not you. Kuna mtu amekukosea, kuna mtu amekukwaza, ama umekosa nini? Bwana asifiwe. Kwa sababu it will show in my facial expression. Bwana asifiwe. Kuna zile hata mapicha watu uchora kuhusu vile Cain alikuwa anafanana, wanaonyesha sura yake imekasirika, yani amekasirika. Bwana asifiwe. Ukiwa na hasira, mpendwa, mambo ambayo shetani anakapitalize katika maisha yako, hata wewe mwenyewe hautapenda. Bwana asifiwe. God values the heart of a man. Bwana asifiwe. The heart of a man. Biblia inasema kwamba the heart of a man is deceitful beyond measure. Who can understand it? Bwana asifiwe. Hauwezi kujua kile ninachokuwazia wewe. Bwana asifiwe. Na mimi siwezi nikajua kile ambacho wewe unaniwazia. Bwana asifiwe. Sisi ambao tumeitwa na tumeokoka katika Kristo, Bwana asifiwe, mioyo yetu inafaa ikuwe ni mioyo misafi. Bwana asifiwe. Unampenda jirani yako, unampenda rafiki yako, unampenda mzazi wako, unampenda mme na unampenda mke wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe umeokoka na umpenda Bwana. Bwana asifiwe. Kama Cain angekuwa anampenda brada yake, kama Cain angekuwa anamtumikia Bwana, kama Cain angekuwa anafanya kile ambacho Bwana anataka afanye, hangemfanyia brada yake vile alivyofanya. Bwana asifiwe. Tungekuwa tunasoma story yake leo. Praise the Lord. Lakini kwa sababu alikubali shetani ya mtawala, akakubali kukasirika, akakubali kutoleta sadaka inayostahili mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Akaamua kufanya dhambi. Praise the Lord. Mungu akamwambia kwamba I can see sin approaching. Bwana asifiwe. Biblia yangu inasema kwamba why is your face downcast? Verse 6. If you do what is right, will you not be accepted? Kumaanisha yeye hakufanya what is right. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Bwana asifiwe. It desires to have you, but you must rule over it. Bwana asifiwe. Akaambiwa you must rule over the sin. Praise the Lord. I can see sin crouching at your door. Ukiwa na moyo ambao ni mguu, moyo wa kukasirika, unakasirikia watu. Mtu anakaa tu hapa, tunashuka tu fulani hayuko. Bwana asifiwe. Tunakaa tunaulizana, na fulani yako wapi? Alienda wapi? Unampigia simu, mama mwacha tu nitakuelezea. Mama mwacha tu nitakwambia. Bwana asifiwe. Sin is crouching at your door. Bwana asifiwe. Sisi tukiwa Wakristo mahala hapa, tukiwa watu ambao tumeitwa katika kanisa hili, tukiwa watu ambao tumeokoka, wacha tuzuie watu mambo yasiingie katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Mtu akikukosea, unaenda unamwambia hii ulifanya haikunifurahisha. Na kama ni mtu ambaye ana akili zake, atakwambia pole na msamehane na msonge, ili kwamba dhambi isije ikaingia kanisani. Bwana asifiwe. Ukiwa umekwazwa na mtu ama kitu umekiona kimefanyika na hakijakupendeza, ni vizuri ukiaddress. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu alimwambia Cain, you have to rule over it. Bwana asifiwe. Tukiacha tu tukasirike ndani ya mioyo yetu, tukwazike ndani ya mioyo yetu, mambo yanatokea hauongei. Mtu anaongea jambo kinakukasirisha, hausemi, basi wewe shetani atakutawala wapendwa. Bwana asifiwe. So as Christians
Christians here in this church, let us be very careful of the things we allow to enter into our hearts. Bwana asifiwe. Let us not have a fallen countenance. Fallen countenance serves as a warning against something wrong in our heart. Bwana asifiwe. Let us not have a fallen countenance. Si hati hatuna, zinakuanga. Mtu anaweza kukukwaza, mtu anaweza fanya jambo, hata mtu anaweza nena kitu na kikukwaze. Ukubali kiingia kwa roho yako na kikukwaze. Already utaonyesha katika expression yako kwamba umekasirika na hautafanya mambo ambayo yanastahili mbele za Bwana na hata mbele za macho za wanadamu vile inastahili. Bwana asifiwe. It describes manifestation of other issues in your heart. It describes manifestation of other issues in your heart. Biblia inasema kwamba Cain alimuua nduguye. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba Kaini alimuua nduguye kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa yanajipika katika moyo wake. Bwana asifiwe. Mambo yanapikwa tu katika moyo, yanazidi tu kupikwa kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya kukasirika, kumchukia mtu. Chuki inajaa, chuki inaingia, hutaki kumuona, mwishowe akamaliza ndugu yake. Bwana asifiwe. Sisi ambao ni Wakristo tusikubali mambo yajae katika mioyo yetu, mambo ambayo hayamfurahishi Mungu, mambo ambayo hayatufurahishi sisi. Tusiingize mambo mabaya katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. It describes manifestation of other issues in your heart. That's why Cain alimuua nduguye. It reflects a spiritual or emotional state that do not align with the word of God. Bwana asifiwe. It reflects a spiritual or emotional state that do not align with the word of God. Unapata Mungu, Biblia inasema kwamba on the Sabbath day let us all go and worship God. Bwana asifiwe. On the Sabbath day, ama on Sunday, let us all go in the house of God and worship the Lord. Lakini kwa sababu you have a fallen countenance, ama wewe umekasirika, unajipata hauendi kuabudu Bwana. Bwana asifiwe. Unajikuta hauombi, hauendi kanisani, haumshukuru Mungu kwa chochote. Wewe unaishi tu kwa sababu kuna kuishi kwa neema za Bwana. Bwana asifiwe. That is not what the word of God says. Praise the Lord. The word of God encourages us to go to church every Sunday whenever we have an opportunity, because God has given us the opportunity. We go to church, you worship with other brethren, you pray together, you praise the Lord together. Lakini kwa sababu you have a fallen countenance, you don't show up in church. Bwana asifiwe. So it reflects a spiritual or emotional state that does not align with the word of God. It affects our performance generally. Bwana asifiwe. Unapata mtu unamwambia ndio ukafanye kitu fulani, hafanyi. Hata pale nyumbani unatuma mtu, hafanyi. Mzazi wako anakuambia ufanyie kitu fulani, haufanyi, kwa sababu wewe umejaa hasira ndani ya moyo wako, umemkasirikia, umesema wewe hautamsamea. Kuna mtu tulibeba tukitoka nyumbani. Tulibeba mtu kutoka nyumbani Ushago tukiwa tunakuja Nairobi. Huyo mtu tukambeba kwa gari. Na huyo mtu akawa anasema yeye amefuga mbwa. Bwana asifiwe. Amefuga mbwa kwake nyumbani. Na huyu ni mtu mzima, ako na familia, ako na bibi mke, ako na watoto. Anasema kwamba amefuga mbwa kwake such that mama yake ama baba yake wakija awafungulie mbwa. Bwana asifiwe. Yaani hataki kuwaona kabisa. Na huyu ni mtu ambaye alizaliwa na huyu mama, akalelewa kwa muda na huyu mama, lakini yeye anasema hataki kumuona. Bwana asifiwe. Wewe niambie, huyu mtu amebeba laana kiasi gani? Hata kama mama yake ni mbaya, hata kama baba yake ni mbaya, hata kama walikuwa ni wao ndio wenye makosa, the fact remains these two people brought this young man in this world.
Bwana asifiwe. So it doesn't matter. It does not matter what they do to you. Bwana asifiwe. Huyo ameenda amefuga Mungu kwa ajili ya mama yake, ati kwa ajili ya baba yake. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu roho yake imejaa machungu, roho yake imejaa. Angepewa nafasi hata yeye angekuwa Kaini wa saizi. Bwana asifiwe. Hata yeye angeenda kumuua mama yake kule, ama aende kumuua baba yake kule nyumbani. Bwana asifiwe. This is not what God wants us as Christians to live. Bwana asifiwe. Mungu hataki tuishi maisha kama haya. Unaishi maisha hautaki mtu yoyote. You don't want your parents, you don't want a pastor to talk to you, you don't want a friend to talk to you. Wewe umekasirika, simu ikipigwa unajiuliza na kwa nini huyu anapiga simu. Bwana asifiwe. Hapana, that is not the kind of life we are supposed to live. Signs that the countenance has fallen. Ishara kwamba huyu mtu kuna vile amekasirika. Bwana asifiwe. Signs that the countenance has fallen. Withdrawing, the first sign. Withdrawing from the responsibilities. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza kufika kanisani, wewe ndio ulikuwa unakuja unaosha huku, unafungua kanisa, unafungua madirisha, unafanya shughuli hapa, lakini imefika wakati haufanyi hivyo. And you've experienced that in this church since we started. Bwana asifiwe. Mtu anakuwa very active, lakini anafanya kitu fulani, lakini inafika tu mahali anawacha. Bwana asifiwe. That person has a fallen countenance. Bwana asifiwe. Mwingine ni lack of excitement. Ulikuwa unapenda sana kufanya jambo fulani, ulikuwa unapenda sana kujihusisha na kitu fulani, lakini ukiwa na fallen countenance hauna hata haja na hiyo kitu. Bwana asifiwe. Hautaki hata kukiona, hautaki hata kukisikia. Bwana asifiwe. Lack of excitement, no motivation. Ukiwa na fallen countenance, you don't have a motivation. Hata mtu akikuongelesha hautaki kusikia. Praise the Lord. You don't want to listen to that particular person. Hata pastor akikupigia simu anakuongelesha, you just want him to finish what he's saying so that you can cut off the call. Bwana asifiwe. That person has a fallen countenance. You do things for the sake of doing. Bwana asifiwe. Kama ni mama mchungaji anakuja tu kwa sababu inafaa kuja. Bwana asifiwe. Hafanyi kazi ambayo aliitiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kama ni mke pale nyumbani, yeye anafanya tu mambo kwa sababu kuna kufanya. Hafanyi kwa sababu yani hafanyi out of enthusiasm. Yani hafanyi out of love. Bwana asifiwe. Anafanya tu kwa sababu kuna kufanya. Anasema after all nilioleka. Praise the Lord. Hapana. You do things for the sake of just doing any duty. It is your duty as a wife, as a mother, as a husband to do it. Lakini you have a fallen countenance. Bwana asifiwe. You are not doing as God has called you to. Unajua sisi wake wa watu tumeitwa kukuwa watu. Bwana asifiwe. Wewe kama mzee wa hiyo boma, Mungu amekuweka hapo kama mzee. Bwana asifiwe. Wewe kama mke, Mungu amekuweka hapo kama mke. Praise the Lord. You have your own function, he has his own function. Praise the Lord. Usipofanya function yako kulingana na vile Mungu anataka, then you have a fallen countenance. Bwana asifiwe. You will not do things according to how God wants them to be done. Utakuwa tu unafanya mambo kwa sababu kuna kufanya. That's why unapata waume wanachapa bibi zao. Unapata wake wanafanya tu vitu, yani wanafanya tu vitu zenye hazistahili. Bwana asifiwe. That is somebody who has a fallen countenance. You get agitated, offended easily. Kila kitu tu unakwazika. Bwana asifiwe. Hata mtoto akipita unakasirika na mtoto akipita. Bwana asifiwe. Mtoto akienda hivi you are just mad. Ati kwa sababu kitu kimefanyika. Kijiko ikianguka you are just mad at the spoon. Bwana asifiwe. Because you have
A fallen countenance. Bwana asifiwe. Constant complaints. Wewe una complain kila wakati. Bwana asifiwe. You are ever complaining. Praise the Lord. Mimi najua hata Ken ni vile labda ijaandikwa. Lakini Ken najua alikuwa anashinda akiteta sana. Bwana asifiwe. Kwa mambo ambayo hayapo. Praise the Lord. You constantly complain. So a fallen countenance can be controlled. Bwana asifiwe. Kupitia mahubiri kama haya can be controlled. Kupitia na kile kitu ambacho nimesema, you control some things from not entering your heart. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kukuambia hata wewe hata wewe unakaa hivi unaweza kufanya kitu fulani kweli. Na alafu unabeba tu hiyo. Bwana asifiwe. You just carry that word kwamba hautaweza na unaenda nayo. Bwana asifiwe. That is not what God wants us to do. That is not what God has intended for us. Bwana asifiwe. Hiyo sio jambo ambalo unaweza sema kwamba Mungu alikuwa anataka wewe ukae namna hiyo. Bwana asifiwe. Mtu anaweza sema jambo akukwaze. Mtu aongee tu kitu hapa kanisani akukwaze, na haifai akukwaze wapendwa. Na nitarudia hiyo kitu. Mtu asiseme kitu hapa kanisani akukwaze. Bwana asifiwe. Usikubali kukwazika katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Usikubali maneno ambayo mtu atasema ya kuingia katika moyo wako. Bwana asifiwe. Because all of us here are human beings. Praise the Lord. Sisi sote hapa ni wanadamu. Na sisi sote tumetenda dhambi. Bwana asifiwe. Na sisi sote tunakosea mahali. Sio ati sisi sote tuko straight. Bwana asifiwe. So somebody might say something that might be so hurting in your heart. Don't allow those things to affect you. As a Christian, as a wife, as a mother, as a daughter to somebody, as a son to somebody. Na si hapa kanisani peke yake, hata kule nje. Bwana asifiwe. Tusikubali mioyo yetu ikasirike. Praise the Lord. Kwa sababu kikasirika, yale mambo ambayo utafanya mpendwa, hata utakaa chini ujiulize, ni mimi kweli nilifanya? Bwana asifiwe. Tusiwe watu wa kukasirika ovyo ovyo. Watu wa kusukuma kufanya kazi ya Bwana ama kufanya kazi kule nje. Bwana asifiwe. Tuwe watu ambao tuko na nguvu, watu ambao Mungu ametuumba na ametupa uhai, na tufanye kazi yake kulingana na vile yeye anataka. Bwana asifiwe. It is not easy, but to counterattack fallen countenance, it is through prayer. Bwana asifiwe. Tuwe watu wa kuomba. Tuwe watu wa kuomba Mungu akatusaidie kwamba mambo ambayo tunayapitia ama mambo ambayo yanasema na wenzetu yasi-affect our Christian life. Bwana asifiwe. Yasi-affect your family life. Yasi-affect your work. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata kule kazini ambako uko, mtu anaweza akakukwaza na haifai akukwaze. Bwana asifiwe. So it is my prayer that we don't experience a fallen countenance. Bwana asifiwe. Mioyo yetu isijae na hasira. Mioyo yetu isijae na machungu. Mioyo yetu isijae na chuki ndani yetu, ili kwamba tufanye mambo ambayo hayastahili. Bwana asifiwe. Tuwe tu Wakristo ambao wanamtumikia Bwana, Wakristo ambao wako na moyo wa msamaha, Wakristo ambao wako ready kusikiza, kusoma neno la Bwana, kuwapenda wenzao na kufanya shughuli ambazo zinastahili katika nyumba ya Bwana na hata kule nje. Bwana asifiwe. So my topic today was that, kuongelea mambo ya mioyo yetu isije ikakwazika, tusije tukakwazwa na wenzetu, tusije tukakwaza na watu wetu ambao ni wa karibu ama hata marafiki. Tualike Bwana akae ndani ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu akae ndani ya mioyo yetu ili akaweze kutusaidia. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So we really need to check on the negative emotions. If you don't check on the negative emotions,
it can lead to something else. Bwana asifiwe. Let us not ignore the negative emotions that somebody might experience or you might go through. We have to address those emotions ili kwamba Bwana akaweze kutusaidia. Tusimame kwa miguu yetu.